Mwana wa Mungu mtakatifu, ninakukaribisha tuendelee kujifunza habari zake Yesu. Hizi ni habari halisi kabisa. Wakati mwingine tuna watu ambao tunakuwa na mashaka na Yesu, lakini nakwambia nina ushuhuda kwa ajili ya wito huu. Siji hapa kusema na wewe ili kupoteza muda. Nina uhakika na Yesu nimemuona katika maisha yangu. Naomba tuombe ili tuendelee na ujumbe ambao Mungu ameukusudia siku ya leo. Mungu mwema, Baba wa uzima wetu uliye hai, faraja yetu, nguvu yetu na ushindi wetu, pokea utukufu Bwana, pokea heshima El Shaddai. Mungu mwenye nguvu na mamlaka, uliyejaa neema na huruma, nakubali Baba, umeniita na mimi niko tayari kulitumikia shauri lako. Ni majira mengine ambao Bwana wa mabwana uliowaandaa, ninakwenda kusema nao. Zungumza na kila anayetazama ujumbe huu sasa, katika jina la Yesu mwana wa Mungu uliye hai. Ninasimama mbele zako uliyeniita kwa haki ya agano lako. Ujumbe ulioniandalia Bwana, ukainue roho za watoto wako waliokata tamaa, waliovunjika moyo. Yesu, kawainue kwa upya. Wewe ugangaye mioyo yetu, ufungaye majeraha, na kuamini Yesu, na kuamini mtakatifu, na kuamini Mungu mwenye nguvu. Nena na watoto wako. Mungu akusaidie mtazamaji unayetazama ujumbe huu, ninapozungumza na wewe kupitia neno ambalo Bwana ameniandalia. Roho wa Bwana anene na wewe, Roho wa Bwana azungumze na wewe. Naamini Mungu hatakuacha kama ulivyo, katika jina la Yesu na kuombea. Mungu akusimamie, Mungu akutegemeze, Mungu akuinue, katika jina la Yesu Kristo, amen. Tumekuwa na somo ambalo mtumishi wa Mungu ni gumu, lililokuwa linatuambia maombi maalum ya kuharibu nguvu za pepo nyoka. Maombi maalum ya kuharibu nguvu za pepo nyoka. Nimekupa ushuhuda mwingi kwa habari ya kwa nini somo hili nimeamua kusimama nalo. Kwa nini somo hili nimeamua kuja nalo mbele yako. Nimekupa ushuhuda, lakini leo sasa naomba nikuandae. Tunaanza kuingia jikoni kwenyewe. Tunaanza maombi yenyewe. Tunaanza safari yenyewe ya kuingia kwenye maombi. Na kabla hatujaingia huko, naomba niseme mambo machache haya. Jambo la kwanza ni habari ya umuhimu wa maombi. Sehemu pekee ambayo inatupa kibali cha kuwasiliana na Mungu, kukutana na Mungu, kukutana na madhabahu ya Bwana katika malango ya nguvu zake ni kwenye maombi. Na ndiyo maana na yeye anatuambia kabisa katika kitabu cha Yeremia 33 ule mstari wa 3, anasema uniite nami ndipo nitakuitikia. Lakini ukisoma Isaya ile 62 kuanzia ule mstari wa 6 na kuendelea, anasema kabisa msinyamaze enyi wenye kumkumbusha Bwana, msinyamaze. Anaanza ule mstari wa kwanza pale na anasema nimeweka walinzi. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana, hata ukisoma Mathayo ile sura ya 7 na ule mstari wa 7, anatuambia kabisa ombeni nanyi mtapewa, tafuteni mtaona. Hoja ya maombi katika safari ya imani ndiyo msingi wetu na ndiyo kiini chetu. Kwa hiyo tunapokwenda hapa, mwana wa Mungu, tunaianza safari yenyewe ya kuharibu, ya kuangamiza, ya kuhakikisha mamlaka ya nguvu za kuzimu kupitia pepo nyoka yananyamaza kimya. Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili. Naongea na mtu ambaye anamwamini Yesu. Silaha ya imani yetu ni kumwamini Yesu. Msingi wa ushindi wetu una Yesu. Kwa hiyo kitendo cha kuingia kwenye maombi, hata uwe unajua maombi kwa kiwango cha namna gani, kama Yesu hajakaa vizuri kwenye moyo wako, shetani atakugaragaza. Tumeona watu wengi, tumeingia nao kwenye maombi, mapepo yakawarukia. Tumeingia nao kwenye hatua za mashindano ya kiimani, wakaanguka. Ukisimama na Yesu akiwa Bwana wa maisha yako, Yesu akiwa nguzo yako, na kuambia maombi yako yatakuwa mazuri mno. Hata sasa naomba nikupitishe kwenye maneno machache yanayotuelekeza kwenda kwenye maombi yetu tukiongozwa na Yesu.
Naomba nianze na neno la Mungu katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 ule mstari wa 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3. Naomba niende moja kwa moja ule mstari wa 8, lakini ili upate ujumbe mzuri kabisa unaweza ukaanza na ule mstari wa 4, na mimi naomba nianze tu hapo. Neno la Mungu linasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumwona yeye, wala hakumtambua. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki, kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Naomba nirudie huu mstari. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa kusudi hili Yesu alidhihirishwa. Kwa kusudi hili Yesu alitumwa duniani. Kwa kusudi hili Yesu ametuita ili nguvu za Ibilisi zilizo ndani yetu zivunjike. Kwa hiyo mpendwa, ninapokwenda kwenye maombi haya ya kuharibu nguvu za pepo nyoka, na kumbuka, tunapotaja nyoka ni sura ya Ibilisi mwenyewe pale bustani Edeni. Wakati shetani anapambana na Adamu, anapambana na Hawa, alikuwa amevaa sura ya nyoka. Kwa hiyo hata kwenye Biblia nyoka ametajwa ndiye mwakilishi kamili kabisa wa Ibilisi. Sitaki nirudi huko, lakini ninachotaka nikiseme kwamba nguvu zote za shetani, mamlaka yote ya nguvu za kuzimu, nguvu zote za dhambi zilimalizwa na Yesu. Yesu alidhihirishwa, mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Msingi huu mpendwa ni wa maana sana. Imani yetu ikimwelewa Yesu, Yesu akifunuliwa vyema ndani yetu, na kuambia maombi yetu tunayoyaelekea sasa hautayaogopa. Maombi yetu tunayokwenda kuyaomba sasa yatakuwa ni mema sana, maana Yesu ndiye anayetutangulia. Kwa hiyo hapa Biblia inaniambia katika Yohana, pamoja na kwamba Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo, na ana watu wake wana wa majoka, ana watu wake wanaotenda kazi ambao ni wana wa Ibilisi, wanaotenda kazi ya kuitukuza dhambi. Yesu amedhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Na kuambia, nikiwa na Yesu nguvu ya dhambi haipo tena ndani yangu. Sitaki niende huko. Msingi wangu ni kwamba tunakwenda kuvunja kazi za Ibilisi. Tunazivunjaje? Yesu aliye mtangulizi wetu, Yesu aliye nguvu yetu, Yesu aliye mwangaza wetu, Yesu atufundishaye, Yesu atuelekezaye, alikuja ili kuzivunja kazi za Ibilisi. Kwa hiyo sisi tunaomwamini Yesu tuna mamlaka ya kuvunja kazi za Ibilisi. Sisi tunaomcha Kristo tunayo nguvu ya kuvunja kazi za Ibilisi, kuvunja mamlaka ya Ibilisi. Tuna mamlaka ya kukataa nguvu za Ibilisi. Yesu asifiwe sana. Haleluya, mwana wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Hesabu ile sura ya 21, kitabu cha Hesabu ile sura ya 21, kuna maneno mazuri hapo, naomba nikupeleke mwana wa Mungu. Haleluya, mtakatifu wa Israeli. Haleluya, mwana wa Mungu. Kitabu cha Hesabu sura ya 21 ule mstari wa 4 mpaka ule wa 5. Neno la Mungu linasema hivi: wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa,
mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki kidhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma, watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi, na kila mtu anayeumwa na nyoka anapomtazama nyoka wa shaba ataishi. Neno la msingi ni hili, kwamba nyoka wa moto waliinuliwa. Walipoinuliwa wale nyoka wa moto, wakawauma sana watu, na walipowauma sana watu wakafa. Watu wakafa. Wakati watu wanakufa kwa sababu ya wale nyoka wa moto, watu wakakumbuka, yupo aliyeigawanya bahari ya Shamu tukapita pakavu. Yupo aliyesema nasi katika mlima Sinai kwa wingu zito, tukaona Musa amefunikwa kwenye wingu. Ndiye ambaye alitushushia mana tukala chakula jangwani, tumrudie yeye. Wakarudi wakainama kwa toba mbele ya Musa mtumishi wa Mungu. Mungu wa huruma, Mungu wa rehema, Mungu wa upendo, Mungu anayesikia maombi, Mungu anayesikia sala za wamchao, akamwambia Musa, inua nyoka wa shaba. Inua nyoka wa shaba, ili anapoumwa mtu yeyote amtazamapo nyoka wa shaba ataishi. Swala la msingi hapa, nyoka wa moto hawakusitishwa kuwauma watu, waliendelea kuwauma watu. Lakini naomba nikwambie siri hii, wanapoumwa hawafi. Wanapoumwa wanamkimbilia yule nyoka wa shaba, wanamtazama. Wanapoumwa wanamkimbilia nyoka wa shaba, wanamtazama. Wakimtazama, sumu ya nyoka wa moto inapofa. Kwa hiyo upo msingi wa maombi yetu. Nimesema yupo mwana wa Mungu anaitwa Yesu, alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Nyoka wa shaba katika ule mlima wa Edomu, katikati ya watu wanakufa, katikati ya kazi ya nyoka wa moto wanauma watu, akainuliwa nyoka wa shaba. Watu walipomtazama nyoka wa shaba, kifo akikuwa na nguvu tena, watu wakapona. Na sisi yuko nyoka wa shaba.